Amen. Mtazamaji wa Machili Online TV, Mungu aendelee kukubariki hapo ulipo. Bado tupo Uganda. Na wakati huu nataka nikuletee mtu wa muhimu sana ambaye ndiyo sababu ya Watanzania, wa Kongo, watu wa Arusha, watu wa Kenya kuwepo hapa. Atakuja kujitambulisha na atasema ni nani. Karibu mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina, Bwana asifiwe sana. Amina, mukama we bazibu. Amina. Amina. Tunatamani ujitambulishe ni nani, umetokea wapi na vitu unavyovifanya. Kwa majina naita Apostle Charles Mwonge. Mimi ni mwenyeji wa Uganda, nationality. Nashukuru Mungu kwa siku ya leo. Ndiyo, tunatamani uambie watu wa Mungu maandalizi ya kongamano yalikuwaje mpaka kufikia siku ya leo hivyo. Kazi ya maandalizi ilikuwa sio kazi nyepesi, lakini kwa uwezo wa Mungu sasa hivi tunaendelea. Leo ni mwisho. Tunashukuru Mungu kwa wageni wote kutoka KK Ministry, wameongozwa Baba Nabii Uswege Mwagaiga na Machilio TV pamoja. Tunawashukuru sana kwa uwepo wenu hapa Uganda. Tumebarikiwa sana kwa mafundisho, huduma yote. Tuliona nguvu ya Mungu kwa hiyo tunawashukuru sana wa Tanzania. Uganda tulikuwa tunatamani sana kuwa na marafiki kutoka Tanzania, lakini kwa msaada wa Mungu KK Ministry na Nabii Uswege wametubariki sana sana sana. Wiki nzima kama siku saba watu wamepata uponyaji, watu wamepata afya. Walikuwa na matatizo mengi, walikuwa wanateseka na matatizo muda mrefu, lakini sasa hivi wanashuhudia Mungu kwa uponyaji. Amen. Mtazamaji wa Machili Online TV, kama ulivyomsikia mchungaji anaongea Kiswahili vizuri, lakini anajitahidi. Natamani mchungaji utuambie kuorganize East Africa nzima kukutana kwenye Turning Point Conference ilikuwaje? Kwa nguvu zetu kama wanadamu hakuna uwezo wa kuandaa kongamano hili. Lakini kwa msaada wa Mungu na neema ametuwezesha, kwa sababu kuna wageni, watu wametokea Kongo, wengine wametokea Kenya, wengine wa Tanzania, majiji tofauti, Arusha, Mwanza, Kahama, Singida, Morogoro, Nada, Bukoba. Kwa sio kazi nyepesi, lakini kwa uwezo wa Mungu, kwa sababu mimi Mungu anitia nguvu, na natamani sana kufanya umoja Afrika Mashariki. Tuwe na huduma moja, lugha moja, tuendelee mwili wa Kristo, tuweze kujenga mwili wa Kristo. Kwa hiyo nilikuwa nafanya mawasiliano kupitia mtandao, WhatsApp, wengine nawapigia. Ilikuwa sio kazi nyepesi, lakini nashukuru Mungu. Leo naona matokeo. Mungu anajibu maombi yangu. Na hii imekuwa ni conference ya ngapi kuiorganize? Hii conference ni phase 4 ya conference ya 4. Kila mwaka tunaandaa conference inaitwa Turning Point, kutia wa viongozi nguvu. Ni wa viongozi tu, lakini kwa mwaka huu tumepata neema. Mungu ametusaidia kuwa na watu wanatoka dawa, imbaji, watumishi wengine na kwaya. Tumebarikiwa sana sana sana. Okay. Na toka mmelianza ili kongamano, toka la kwanza mpaka leo ni awamu ya 4 toka mmeanza. Tofauti ya kongamano hili la mwaka huu 2025 ambayo limefanyika tayari na makongamano yaliyopita, natamani nione utofauti wa hilo kongamano ilikuwaje. Utofauti, kongamano zilipita tulikuwa tunaandaa wa viongozi wa Uganda tu pekee. Mwaka ulipita tulikuwa na watumishi kutoka Tanzania hapo Bukoba pekee. Lakini kwa mwaka huu watumishi wametoka mijiji tofauti, Tanzania na East Africa yote. Mungu ametuwezesha kusimama. Kwa hiyo conference hii tumeshaona nguvu ya Mungu. Kwa sababu zilipita tulikuwa tunalaza watumishi kama watumishi 30 wapo wanatokea mikoa tofauti na wilaya tofauti. Lakini kwa mwaka huu tulikuwa tunaendelea na watumishi kama wanalala hapa, watumishi kama 200 na kuzidi. Kwa hiyo tuliona sasa hivi hii kongamano ya Turning Point mara hii
tumeona nguvu ya Mungu na watumishi wa tofauti. Mara nyingine tulikuwa hajatua na watumishi wanatoka nje. Lakini kwa mara hii tuliona nabii amekubali kuja. Sio kawaida wanabii kutembelea makanisa ya tofauti. Kwa sababu anatakiwa aombe kwanza Mungu amkubali au yenda au siende, kwa sababu wanabii kutembea sio kwa upendo wao, lakini na upendo wa Roho Mtakatifu. Tunashukuru Mungu kwa mara hii mwaka huu Roho Mtakatifu amekubali Nabii Uswege kutembelea taifa la Uganda. Ni mara yake ya kwanza kutembelea Uganda, lakini mimi naamini Uganda yote imefunguliwa. Tumebarikiwa. Na kwa hiyo nashukuru sana Nabii Uswege Muigaga. Mungu aendelee kumtia nguvu na kumuongoza Afrika nzima na Mungu yote hapa dunia. Amen. Amen. Kama alivyosema mtumishi wa Mungu Charles, ni kweli kumtoa nabii sehemu, kumleta sehemu nyingine ni ngumu. Usichokijua ni kwamba kabla ya kuja huku kulikuwa kuna maombi ya mwezi mzima, na hata baada ya maombi bado kulikuwa kuna ile baba ataenda kweli, baba ataenda, kwa sababu tunajua nabii aongozwi kwa sababu umemuita mpaka asikie sauti ikimwambia nenda. Na sisi ni mashuhuda, kuna sehemu nyingi aliitwa na maandalizi alikuwepo, asubuhi ndo aondoke, Bwana akamzuia. Kwa hiyo kwa Kampala tumeona kweli Mungu ameamua kubadilisha Kampala. Bwana kubariki sana na azidi kukutia nguvu. Na swali lingine napenda kukuuliza, wewe ni kijana na vijana wengi kwenye habari ya wokovu au habari ya kumtaka Mungu sio jambo rahisi. Wengi wamekuwa wakiona kuokoka ni ushamba. Kuokoka ni nini? Natamani uzungumze na vijana wanaokutazama wakati huu. Kwa hiyo mimi kuwa mjana lakini mtumishi sio kwa nguvu yangu. Kwa nguvu yangu siwezi, kwa sababu mimi muda mrefu nilikuwa mfanyabiashara wa juu wa nguvu hapa Uganda, katikati ya jiji Kampala. Ikiwa mfanya biashara kununua vitu nje ya nchi, Dubai, China, kufanya biashara. Lakini kama unasikia sauti tena unakubali, hiyo unaweza kuona kibali. Kwa hiyo Roho Mtakatifu amenisaidia sana kusimama katikati kwa nyakati hizi wa vijana wanaonekana kama mtu anaweza kuangalia, anaweza kuwaza kwamba huyu kijana kuna kitu anafuata, sio mlokole, lakini huwezi kujua kitu labda uangalie matunda yacho. Mimi nafanya kazi na wazee, nafanya kazi na vijana, lakini nazidi kufanya kazi na wazee. Wazee ni wengi sana. Nimesaidiwa sana kwa sababu nakaa katikati ya wazee. Sio uliona kipindi kile ule Sulemani alisikiliza akili ya vijana, aliacha akili ya wazee, amepotea. Ule ufalme wote umeharibika, umevunjika. Kwa hiyo mimi kama niliendelea na kufanya viandiko, Biblia ni neno ya Mungu tu yanaweza kusaidia, na kusikiliza Mungu yeye pekee, na kusikiliza ushauri wa watu wakubwa, wa viongozi wakubwa. Lakini kama unawazo yaendelee na mawazo yako, na wa vijana mnaonekana miaka huko age, it is somehow difficult to stand. But I thank God for me. God enabled me to stand at my age because I decided to serve him the whole of my life. Amen. Yeah. Amen. Alikuwepo kwenye kongamano la vijana mwaka jana na aliwabariki vijana, na Tanzania kuna shuhuda baada wewe kufika pale. Amen. Na kuongea na vijana. Vijana wameamka, vijana wamepata nguvu, wameanza kujitafuta na kuona kumtumikia Mungu bado una uwezo wa kufanya vitu vingine vikubwa zaidi. Ubarikiwe sana. Mtazamaji wa Machili Online TV, tunakushukuru kwa kuendelea kuitazama Machili Online TV kila itwapo leo. Sisi tunakupenda sana, na kwa sababu ni familia kubwa ya kutafuta na kuokoa kilichopotea ulimwenguni mote, na bado tutazidi kukushukuru. Hii ni mbiu ya kutembea ulimwengu mzima. Tumeanza na Uganda na tutaendelea kwenda kila mahali. Mungu akubariki, ubaki salama, mukama webazibwe.